Basi mpendwa mtazamaji, ni asubuhi nyingine njema ambayo Mwenyezi Mungu ametuamsha, si kwa nguvu zangu wala nguvu zetu, lakini yote ni kwa sababu ya mapenzi yake matakatifu. Amenipenda na akakujalia vile vile na wewe, ili tukutane asubuhi ya leo katika masaa kama haya, mpendwa mtazamaji. Kwa hivyo tufunge macho na tuombe. Baba Mungu mtakatifu, mfalme Mungu ishie milele, Jehova, ninakushukuru na kuabudu, maana wewe ni Mungu. Asante ni kwa ajili ya hii siku, asante ni kwa ajili ya fursa hii, asante kwa ajili ya mazingira haya, asante kwa mtazamaji na msikilizaji wangu asubuhi ya leo popote alipo. Mfalme Baba, namfunika na damu yako takatifu. Jehova, bariki kazi ya mikono yake, bariki ndoa yake, bariki shughuli zake, bariki mikakati zake. Mfalme, bariki ndoa yake, bariki chochote anachotenda. Mungu ishie milele, na mkabidhi mikononi mwako, mfalme wa ajabu. Mkinge na kila nguvu za adui shetani, Baba, zishindwe katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa unaenda kutenda hata neno lako ambalo liko mbele zetu. Mfalme Baba yangu, na ikabidhi mikononi mwako. Ukitenda Jehova, bado tutakushukuru, hata usipotenda Jehova, bado tunakuinua tukilitukuza jina lako, maana wewe ni mwenye uwezo. Kwa jina la Yesu naomba nikiamini, amen. Basi ndugu mpendwa mtazamaji, kwa ufupi tu tukiangalia kitabu cha Second Chronicles sura yake ni ya 7 mstari wake wa 14. Maandiko yanasema, ikiwa watu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuacha na kutubu ikiwa watu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuacha na kutubu dhambi zao, Mungu anasema ya kwamba nikiwa juu mbinguni, nami nitasikiza sauti zao, nitashuka na kuweza kuponya nchi yao. Mpendwa, nataka nikwambie asubuhi ya leo, Roho wa Mungu anashuka na kusema ya kwamba dhambi tunazozitenda, anasema tukiache njia zetu mbaya. Njia zetu zipi ambazo tunazotenda? Tunatenda mambo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Tunatenda mambo yanayowaudhi ndugu zetu. Tunatenda mambo yanayowaudhi akina dada zetu. Tunatenda mambo yanayowaudhi hata majirani zetu. Tumejawa na mawazo maovu, tumejawa na matamshi mabaya. Matendo yetu hayampendezi Mwenyezi Mungu, fikra zetu hazimpendezi Mwenyezi Mungu. Jana asubuhi nimekuwa nikiongea kuhusu masengenyo. Ukweli kabisa, tunasini watu wa kusengenya. Makanisani tuko kanisani tunasema kwamba tumeokoka, lakini maandiko yanatuambia kwamba, mpendwa mtazamaji, matendo yetu ndio yatakayoonyesha mahali ambapo tutakapoenda katika kipindi cha mwisho. Nataka nikwambia kwamba kushika Biblia si wokovu, hata kuimba kwaya kanisani si wokovu, hata kwenda kanisani kila siku si wokovu, kushinda kanisani tangu Jumatatu hadi Jumamosi si wokovu. Mpenda, wokovu unatoka ndani ya moyo wako. Unaweza kuwa kanisani na unaimba, unahubiri jinsi unavyohubiri, lakini matendo yako ni mabaya. Na ndio maana unaona watu wengi makanisani siku hizi hawaendi makanisani, afadhali wakae kwa nyumba zao. Kwa sababu gani? Sisi tulio waokovu ambao tunafaa kuwa mwangaza inayomulikwa itamanika na watu wetu, sisi ndio tumekuwa waasherati, kutongoza mabibi za watu. Sisi tumekuwa na vitina na masengenyo katika makanisa. Tumekuwa hata kanisani tunadharau watu ambao tunaona kwamba hawajavaa mzuri, maybe kulingana na class ama standard ya mtu. Tunaanza kubagua watu, huyu anatoa sadaka na huyu hatoi, ama huyu ako bora kuliko fulani. Hiyo ndio mambo ambayo inachangia watu wanadharau neno la Mungu. Na ndipo kila wakati mimi husema kwamba, mpendwa, makanisa imekuwa kama soko la wenda wazimu. Afadhali hata Waislamu mara 100, kwa sababu wao wako na upendo. Waislamu wakiwa kanisa, wakiwa ndani ya msikiti, kama ni masaa ya kuswali, wote wanapiga magoti chini. Hata kama ana ndege, ana magari, ana pesa, ako na majumba za ajabu, na yule hata ambaye bado anarentisha nyumba, wote ndani ya ule msikiti wote wako sawa. Lakini Wakristo tunajiona kwamba tunajiona kwamba yani sisi ni bora kuliko wale wengine. Mpendwa mtazamaji, Biblia inatuambia asubuhi ya leo ya kwamba tulioitwa kwa jina langu. Jina gani tulioitwa? Jina la kuitwa kwamba Wakristo ama Mkristo. Kwa hivyo ni jina ambalo liko na dhamana, na Mungu anasema kwamba tukiacha njia zetu mbaya, tuache dhambi ndani ya makanisa, tuache dhambi katika nyumba zetu, tuache dhambi katika maisha yetu, mahali pa kazi tuache dhambi, barabarani tuache dhambi, kanisani tuache dhambi. Popote ulipo mpendwa mtazamaji, jaribu kuwa kielelezo chema, jaribu kuwa mtu wa kutamanika, jaribu kuwa mtu ambaye watu watapeana mfano kukuhusu, mkue kama fulani. Mpendwa mtazamaji, Mungu anasema kwamba tukijua hayo yote, tutubu hizo dhambi. Bwana anasema kwamba yeye akiwa juu mbinguni atasikiza sauti za watu wake wanaotubu dhambi. Mpendwa mtazamaji, na ndipo kitabu cha Isaiah 1:18, kwa sababu Bwana ni mwenye huruma na rehema, anasema kwamba njooni tukaweze kusemezana. Kwa nini anasema njooni tusemezane? Kwa sababu sisi ni watoto wake,
Na Mungu hapendezwi na roho ya kutenda dhambi. Mungu hapendezwi na matendo ya maovu, bali anataka tuwe watu ambao alikusudia tuishi katika maisha na ulimwengu huu. Mpendwa mtazamaji, kile ambacho nataka nikwambia asubuhi ya leo ya kwamba Mungu huwa hajibu maombi yako kwa sababu ya dhambi ambazo unazitenda kila wakati. Mungu hajibu maombi ya mtu ambaye ni mchafu. Mungu hapendezwi na mahali ambapo ni pachafu. Wewe ni mwasherati, wewe ni mlevi, wewe ni muongo, wewe ni mfitini, roho yako ni mbaya, fikira zako ni mbaya, matendo yako ni mabaya. Mpendwa mtazamaji, nataka nikwambie, na kila siku wanasema kwamba mlango ya wokovu bado haijafungwa. Mlango ya wokovu bado iko wazi. Lakini swali ambalo nitakuuliza asubuhi ya leo, maombi yako yanajibika ama huwa hayajibiki? Na je, Yesu Kristo atakapokuja leo, uko tayari kwenda mbinguni ama hautaenda? Kuna wengine walikuwa wokovu akabackslide, siku hizi hawaendi makanisa kwa sababu ya madhambi ama vituko ambavyo sisi tunavifanya ndani ya makanisa. Wengine tumeomba, tunafunga kila wakati, tunashinda kanisani, tunalala kanisani, tunaenda kanisani tangu asubuhi saa 12 hadi kitu saa 4 saa 5 za usiku. Lakini nataka nikuulize, maombi yako yanajibika ama hayajibiki? Mpendwa mtazamaji, Bwana anasema kwamba ukitubu dhambi zao na kumrudia yeye, atakusikiza kutoka juu mbinguni, naye atashuka na kuponya nchi yako. Nchi yako ni gani? Ndoa yako ni nchi yako, kazi yako ni nchi yako, afya yako ni nchi yako, usalama wako ni nchi yako. Kwa hivyo Bwana anasema atakuja kukuponya. Mpendwa mtazamaji, nataka nikutangazia asubuhi ya leo, huenda maombi yako hayajibiki kwa sababu ya dhambi ambazo unatenda. Tuna dhambi kuna dhambi ya matamshi katika vinywa zetu, kuna dhambi ndani ya roho zetu, tunawaza mambo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu, na tuna dhambi ya kutenda mambo ambayo hayapendeki. Tunatenda hongo, mpendwa mtazamaji. Tunatenda mambo ambayo ni maovu mbele zake Mwenyezi Mungu, na Bwana anakasirika anapotazama kwamba watu alioumba kwa mfano wake, watu ambao ni viumbe bora, wamemgeuka na kutenda mambo yasiyompendeza. Kwa hivyo Bwana anakasirika. Mpendwa mtazamaji, naomba tu asubuhi ya leo, chunguza maisha yako. Ndipo kila wakati kwa sababu ya dhambi, unapolala unaota ndoto mbaya, unaota unafukuzwa na wanyama, unaota wewe ni masikini, mtu uko na miaka zaidi ya 40 lakini unaota umebeba vitabu unaenda shuleni. Mpendwa mtazamaji, kwa sababu gani? Umekataa njia yake Mwenyezi Mungu, umekataa njia ya wokovu, umefuata njia za kidunia hii, na dunia na Mwenyezi Mungu haviendani. Ndipo dunia ni mahali tu pa kukaa, lakini usikubali kuongozwa na dunia, usikubali kuongozwa na tamaa za dunia hii, usikubali kuongozwa na mienendo ya dunia hii. Kumbuka kwamba salvation is personal, na wakati Mwenyezi Mungu atakapokuja, mpendwa, utasema kwamba ni Abel yeye ndiye alisababisha. Mungu anajibu maombi, mpendwa mtazamaji. Mungu hajawahi funga kinywa chake, Mungu hajawahi funga masikio. Ana masikio na anaona, ana macho ya kuona na anaona. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo, acha dhambi unazotenda, mkubali tu Yesu Kristo, uone kama maombi yako hayatajibika. Haijalishi uko kanisani ama uko kanisani, maombi yanajibika popote pale. Mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo naomba kwamba vile neno limesema kwamba ikiwa watu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha, wache kiburi. Mpendwa, wache kiburi. Kiburi hakikupeleki popote. Kiburi hakitakupa kazi, kiburi hakitakupa cheo, kiburi hakitakupa amani na watu, lakini kiburi kitakufanya uanze kujivuna, uanze kujiona kwamba wewe ni bora kuliko watu wengine. Na kutangazia asubuhi ya leo kwamba jaribu tu unyenyekee na utubu dhambi zako, umgeukie Mwenyezi Mungu, uone kama Bwana hataweza kujibu maombi yako, kama hatashuka na kuweza kuponya nchi yako. Na kutakia amani, Roho Mungu akuongoze, maisha yako yakaweze kuongozwa na Roho Mtakatifu. Basi na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu ishie milele, Baba yangu ninakushukuru na kuabudu, maana una uwezo. Asante ni kwa ajili ya neno lako Mfalme. Umesema katika neno lako kitabu cha 2 Chronicles 7:14, ikiwa watu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekesha na kutubu dhambi zao na kuacha njia zao mbaya, Baba, na utasikiza maombi yao, na watu wajibu, utashuka toka mbinguni na kuja kuponya nchi yao. Mfalme, Baba, tumeishi maisha yasiyokupendeza. Naomba asubuhi ya leo tusamee Baba. Naomba asubuhi ya leo tusamee Mfalme. Naomba asubuhi ya leo mara ya 3 tusamee, ni kwa sababu wewe ni Bwana. Baba, umejaa rehema unaposema katika Isaia 1:18 ya kwamba njooni tukaweze kusemezana. Baba, ni upendo wa hali ya juu. Baba, ni upendo wa kipekee. Na ninua na kulitukuza jina lako, maana wewe ni Mfalme. Pokea sifa na utukufu, maana unastahili. Msikizaji wangu mikononi mwako, mtazamaji wangu mikononi mwako. Bariki kazi ya mikono yake,
bariki nyumba yake, bariki mipango zake, bariki biashara yake, chochote anachotenda na jamii yake kwa ujumla. Baba, ukawajibu asubuhi ya leo, ukainuliwa, ukaabudiwa, maana wewe ni Mungu. Namtakia siku njema mfalme wa mbinguni, matendo yetu Jehova yakaweze kukupendeza. Asante maana umetenda, asante maana wewe ni mfalme. Pokea sifa na utukufu maana unastahili, kwa jina la Yesu Kristo Baba ninaomba hata na kuamini, amen. Shalom, shalom, shalom. God bless you my brother, God bless you my sister. Siku njema, bye.